Hello, mpendwa mtazamaji, karibu katika chaneli yetu pendwa Vitabu na Uchambuzi, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi nyingine nzuri ambayo tumeipata leo hii kwa ajili ya kuchambua na kujifunza zaidi sana, kutafakari mambo kadhaa yatokayo vitabuni. Na leo hii tutakuwa tunatafakari kitabu chetu kimoja bora sana ambacho kimeandikwa na mwandishi Japhet Katana. Kinaitwa Hekima Inayowavuta Watu Wakuu Kuja Maishani Mwako. Hekima inayowavuta watu wakuu kuja maishani mwako. Ili maishani mwako kuwe na watu wakuu, basi kuna jambo ambalo linawafanya waje kwako. Ni kana kwamba mtu anayetengeneza bustani ndiye ambaye huwa anawavutia vipepeo. Basi mwandishi, tutapita kuona na kujifunza kwenye kitabu hiki, kuona mambo ambayo yanawavuta watu wakuu kuja maishani mwako. Kama na wewe unatamani watu wakuu waje maishani mwako, basi usipuuze mambo haya ambayo tutakuwa tukiangalia na kuiangazia hapa, ili yawavute watu wakuu kuja kwenye maisha yako. Hili litakuwa ni jambo la baraka sana kama utafuatana na mimi mpaka mwisho, na utajua yale yanayopaswa ili kuwavuta watu wakuu kuja maishani mwako. Wisdom to attract great men into your life. Great men are attracted. Watu wakuu wanavutwa kuja kwenye maisha yako. Kwa huu ni ufunguo wa kubadili maisha yako ili kuanza kuhusiana na watu wakuu. Huu ni ufunguo wa maisha yako ili kukufanya kuhusiana na watu wakuu. Sasa tutaanza kuona kutokea katika yaliyomo mambo gani ambayo mwandishi wetu ameyagusia katika kitabu hiki. Kwanza kabisa, sura ya kwanza ambayo inawafafanua watu wakuu ni watu wa namna gani au ni akina nani. Lakini jambo la pili ni mbegu ya ukuu, ambayo haya yote yanapatikana kwenye sura ya kwanza. Lakini sura ya pili kuna nguvu ya tabia ili kuwavuta watu wakuu. Hii ni jambo la pili, nguvu ya tabia kwenye sura ya pili inawavuta watu wakuu. Lakini tabia 4 kuu za kuwavutia watu wakuu, haya pia ni mambo watu yapata kwenye sura ya pili ya kitabu hiki. Na sura ya tatu, kanuni ya mlango wa kusogelea karibu na watu wakuu. Kanuni ya mlango wa kusogea karibu na watu wakuu. Lakini jambo lingine, siri ya kuzidi kuwa na thamani. Lakini nguvu ya kuwa mtu wa suluhisho. Lakini jambo lingine, kutembea na maono yanayovuka vizazi. Lakini lishi pia anaanzia na mambo haya, je, ujiepushe nayo ukitaka kuwavuta watu wakuu maishani mwako. Basi twende moja kwa moja kuanza kutazama kuhusu hekima ambayo ipo katika kitabu hiki ambacho mwandishi wetu ametuandikia. Kitabu hiki kinagusa mambo kadhaa ambayo ni muhimu, ambayo tutayatazama kutokea hapa, ambapo mwandishi wetu anayagusa. Kwanza anaanza, tumeona kuhusu sura ya kwanza, watu wakuu ni akina nani. Watu wakuu ni watu wale ambao kwanza wana matokeo ya kipekee katika maisha yao, lakini pili wanajua wanapokwenda, na anasema na wameona maono ya kesho yao. Kwa watu wakuu ni watu ambao wanajua wanapokwenda, na vile vile wana maono ya maisha yao. Kwa hili tujue huyu ni mtu mkuu, basi ana matokeo ya kipekee katika maisha yake, lakini pia wanajua wanapokwenda na wameona maono ya kesho yao. Lakini jambo la tatu, wana mtazamo tofauti na wa kipekee
ukilinganisha na watu wa kawaida. Kwa watu wakuu ni watu ambao wana mtazamo wa kipekee ukilinganisha na watu wa kawaida. Anasema mara nyingi hawa si watu ambao unaweza kuwapata kila mahali. Wana heshima, wana maamuzi yenye uzito, na ni watu wenye kuathiri maisha yako kwa kiwango kikubwa, alafu kwa wema. Na ukisoma Mithali 18:16 anasema zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Zawadi ya mtu humpatia nafasi, humleta mbele ya watu wakuu. Kumbe karama au kipawa au talanta ulionayo inaweza kukusogeza karibu na watu wakuu, watu wenye nafasi kubwa. Lakini kipawa chako ili kipawa chako kivutie, kuna tabia na msingi unayopaswa kuijenga, na tabia hizo tutazichambua na kuona namna ya kukufanya uwe na uwezo wa kuwavuta watu wakuu kuja maishani mwako. Kanuni ya kwanza ni kuwa na bidii. Kanuni ya kwanza ni kuwa na bidii, ambayo mwandishi wetu anatuandikia kutoka katika Mithali 22:29. Neno la Mungu limesema, "Je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele ya wafalme, hatasimama mbele ya watu wasio na cheo." Naona neno la Mungu ni kanuni, unapofuata linalosema, hakika unasogea, na limeelekeza kwa wazi kuhusu hii kanuni muhimu ya kukufanya kwenda na kusogea katika kiwango hiki cha watu wakuu. Lakini anasema wazi, ukiwa na bidii utasimama mbele ya wafalme, si watu wa kawaida. Naona mwandishi anasema, nilipoona hii mimi nilijiwekea moyoni mwangu shauku ya kila ninalolifanya nitalifanya kwa bidii, hata nitakapofika hatua ya kuwatumikia wakuu. Yaani hiki kitu Mungu ameweka moyoni mwangu, nitasimama kuwahudumia nacho watu wakuu. Bidii ni uwezo wa kufanya jambo moja kwa kiwango bora zaidi ya kawaida. 2, kwa mwendelezo bila kuchoka. 3, kwa moyo wa ubora na uaminifu. Na 4, kwa jitihada, hamasa, ari kubwa zaidi. Bidii huvunja ukuta wa kawaida na kukuweka katika nafasi ya kuwatumikia wakuu. Ukiwa mvivu, mzembe, huwezi kuwavuta watu wa viwango vya juu kuja maishani mwako. Mambo yafuatayo huchochea zaidi bidii yako. Kwanza, tafuta kujua kusudi lako. Hili ukilijua itakusaidia jua kwa nini uko duniani, lakini vile vile ni jukumu gani Mungu amekupa kulitimiza katika kipindi hiki cha wewe kuwepo duniani. Mungu amekujalia uzima kwa ajili gani katika kipindi hiki ambacho wewe uko hapa duniani. Na kama hujui kusudi lako, basi utahangaika na kuishia kufanya mambo yasiyoendana na ukuu uliomo ndani yako. Ni hasara kubwa kuwa na bidii na kasi kubwa kwenye jambo ambalo halikupaswa kulifanya kabisa. Kwa mtu anayeweka bidii kwenye jambo ambalo kupaswa kulifanya kabisa, basi huyo mtu anakuwa ana bahati mbaya. Na nazungumza hapa mfano kutoka kwa Dr. Barnes Manlo. Anasema, aliwahi kusema, sehemu tajiri kuliko zote duniani ni makaburini. Anasema sehemu tajiri si sehemu yenye migodi wanakochimba, si sehemu zenye majiji makubwa, lakini sehemu kubwa na tajiri kuliko zote ni makaburini. Anasema kwa sababu huko ndiko waliko wafu waliokufa bila kuishi ukuu wao. Kuna nyimbo ambazo zingegeuza maisha ya wengi, lakini wenye nazo wamelala bila kuziimba. Kuna vitabu ambavyo vingetoa mwelekeo wa mataifa, lakini havikuandikwa kabisa. Kuna makampuni yamelala huko yenye utajiri wa mabilioni, walipaswa kuanzisha, wamelala na bila kuanzisha. Nani anayeweza kujua ndani ya mbegu ambayo ni punje ndogo tu, kuwa ikipandwa ndani yake kuwa kuna mti na baadaye kunakuwa na msitu. Kwa hili ndio jambo ambalo pia ni muhimu sana kulifahamu, ya kwamba kila mmoja ndani mwake kuna mbegu ya ukuu. Kama ambavyo Dr. Mariz alikuwa anafafanua ya kwamba utajiri mkubwa wa maisha basi uko makaburini, kwa
sababu huko wanalala watu ambao walikuwa wana majawabu ya dunia, ambako huko kuna makampuni ambayo yalitakiwa yafunguliwe lakini hayakufunguliwa. Kwa moja ya kwanza bidii, na kitakachotia bidii ni kujua kwa nini upo duniani, kwa nini unaishi, na hili litakuwa ni jambo muhimu sana ukifahamu sababu ya kwa nini upo. Na kama umekuwa haujui jambo hili kuhusu nini umekuja duniani kukifanya, basi unaweza kufuatilia kitabu kingine cha mwandishi Japhet Katana. Kitabu kinaitwa Mtu Asiyejua Anapoelekea. Unaweza ukajipatia nakala yako, alafu ukajifunza, ukasoma na ukajua kuhusu mtu asiyejua anakoelekea, alafu baadaye ukajifunza na ukatambua wewe kujua unapoelekea. Na ili ulijue kusudi lako, kwa msingi au kwa ufupi, ni lazima uwe na mahusiano mazuri na muumba wako au aliyekutengeneza. Maana anayetengeneza kitu, huyo ndiye anajua matumizi na lengo sahihi la kitu hicho. Kwa kama muumbaji wako au muundaji wako Mungu ndiye aliyekuunda, basi anajua wewe umekuja duniani ufanye nini, kwa kusudi gani na kwa namna gani. Huwezi ukalenga shabaha ambayo huioni au huijui. Kwa ili uwe na shabaha sahihi, basi lazima uijue shabaha ambayo unailenga au na kuielekezea. Basi tuone kanuni ya mbegu. Kwa kila aliyeokoka na kumpokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kwa ubinafsi, mbegu ya ukuu tayari iko ndani yake. Ni jukumu lake kuipanda, kuilea na kuikuza ili izae matunda. Watu wakuu kuna mambo wanafanana ambayo ni tabia zao. Sasa kama unataka kuwa mkuu, unaposoma kitabu hiki ongeza umakini, utazijua sifa na tabia za watu wakuu. Ukianza nawe kujenga msuri wa kuwa na sifa na tabia hizo, basi hakika utakuwa mkuu. Uzuri ni huu: ukijua kanuni ukaifuata, inakupa matokeo sawasawa na mwingine aliyeitumia kanuni hiyo. Kanuni huwa hazichagui sura ya mtu, hazimbagui mtu yoyote, na aliamua kuzifuata. Kanuni zipo ili kuleta usawa. Ukizijua kanuni za ukuu na ukazifuata, haijalishi uko mjini au kijijini, Afrika au Ulaya, mweupe au mweusi, utakuwa mkuu. Watu wakuu Biblia inawataja kwa nafasi ya juu kabisa ya kupata neema ukiwahudumia. Kwa moja ya kitu ambacho utajipima nacho ya kwamba huduma yako au kazi yako umeifanya kwa ubora au kwa viwango vikubwa, ni kufikia sehemu kuwahudumia ngazi za juu. Wanasema first class citizen, kuweza kuwahudumia watu wa ngazi ya juu sana ya raia kwenye nchi, kwenye mataifa, basi litakuwa ni jambo zuri sana. Hiyo ndiyo inakufanya kuwa umesogelea kwenda kwenye watu wakuu. Lakini kanuni ya mbegu huwa haikui. Mbegu haikui ikiwa imehifadhiwa kwenye kabati, ni lazima ipandwe na kutunzwa ili izae. Hii ni kanuni ya mbegu. Kanuni ya mbegu huwa inakuwa ni kidogo, lakini vile vile huwa matokeo yake ni makubwa kuliko yenyewe. Kwa hii ndiyo maana ya kuwa kanuni ya mbegu iko ndani ya kila mtu anayetaka kuwa mkuu. Kanuni ya maisha. Ukuu unatokana na kujua kusudi lako na kulifanyia kazi. Taka kufanya kazi na kwenda mbali, lazima ulijue kusudi lako alafu ulifanyie kazi. Lakini Mungu ndiye aliyeamua lengo la maisha yako, si maoni ya watu. Mungu ndiye anayejua kusudi la maisha yako, lengo sahihi la kwa nini amekuumba, si maoni ya watu pekee. Mahusiano yako na Mungu ndiyo yanayokupa mwongozo wa kweli kujua kusudi lako, maana yeye ndiye alikuumba. Kama yeye ndiye aliyekuumba, basi anajua kwa dhati kusudi la maisha yako. Sasa napaswa kuzingatia, amua leo moyoni kuwa utakuwa amua kuwa hutakufa ukiwa na ukuu umebaki ndani yako. Anza safari ya kujifunza kukua hadi uwe mtu wa kiwango kinachoweza kuwavuta watu wakuu kuja karibu nawe. Sikubali kuwa mtu atakaye
atakayeongeza utajiri wa kaburi, bali adhimia moyoni mwako kuwa utakufa, thamani yako utakuwa umeitumia yote hapa duniani, utakufa ukiwa tupu. Kwa unaweza ukajitafakari zaidi, ukatafakari, andika kusudi lako la maisha yako kadri unavyolielewa sasa. Unajielewa kama nani? Unajielewa kusudi lako vipi? Basi jaribu kuandika, alafu tambua eneo moja ambalo utaanza kuwa na bidii kuanzia leo. Hii itakuwa ni jambo zuri sana kuanza safari ya kuliishi kusudi lako. Lakini sura ya pili, nguvu ya tabia ili kuwavuta watu wakuu. Kama tulivyoona kwa juu, watu wakuu hawavutwi kwa maneno matupu, bali kwa matendo na maisha yenye ubora. Tunaendelea kujifunza kuwa tabia zako ndizo zinazojenga au kubomoa daraja linalokuunganisha na watu wakuu. Kila mtu anayekutana na wewe anaona mazao ya tabia zako kabla ya kusikia maelezo yako. Kanuni ya kuwavuta watu wakuu kuja maishani mwako: unajivutia mwenyewe kwanza. You attract self. Wewe mwenyewe unavutiwa na wewe. Yaani ingetokea wewe ni shabiki wa maisha yako, ukakaa pembeni, ukawa unajitazamia, je, ungevutiwa na namna ambavyo unaishi? Ungevutiwa na maisha ya namna hiyo ambayo unaishi? Ungeyafanya maisha kama unavyoyafanya leo? Ungeishi hivi unavyoishi sasa? Kwa hiyo ni jambo pia la kujitathmini na kutafakari. Tafakari hivyo. Nakupa hatua nyingine ya kujifunza zaidi. Kwa unapokaa, endelea kutafakari, endelea kufikiri na kujifunza, itakusaidia sana. Kwenye maisha ni tofauti kidogo na tulipokuwa tunasoma kwenye fizikia ya kwamba ncha za sumaku zinazofanana basi zinakuepana na zisizofanana huvutana. Hiyo ni kinyume na kanuni ya maisha. Kanuni ya maisha ni, yani tulikuwa tunasema like, kanuni ya fizikia tulikuwa tunasema like poles repel each other, au like charge repel each other. Lakini kwenye maisha like poles zina attract, unlike poles zina repel. Wakati kwenye fizikia ni kinyume, unlike poles zina attract, au ncha tofauti za sumaku zinavutana, lakini ncha zinazofanana zinakuepana. Kwenye maisha watu wanaofanana ndio huambatana pamoja, lakini wasiofanana huwa wanakuepana. Lakini baada ya kumaliza kusoma kitabu hiki, basi utakuwa umepata hekima hii ya kukusaidia ya kwamba marafiki zako, watu waliokuwa karibu na wewe, ni watu ambao unaendana nao. Kuhakikisha ya kwamba tabia zako zianze kwanza kukuvutia wewe mwenyewe. Kama hizo tabia zinakuvuta wewe, zinakuvutia wewe, hii ina maana ya kwamba wewe mwenyewe unajivutia. Ukianza kujivutia wewe mwenyewe, ina maana unaanza kuwavuta watu wa aina ya kwako. Ukitaka kuwavuta watu wakuu kwenye maisha yako, lazima uanze kwanza kujitambua ukuu wako wewe mwenyewe, na unajua unataka kuwavuta watu wa namna gani. Maana ukianza wewe kuwa mtu wa namna fulani, kuna namna unaanza kuwavutia watu wa aina hiyo. Hii ni kanuni ya asili. Ukianza kuwa mtu wa namna fulani, utakutana na watu wa njia hiyo hiyo wengine, na mtajikuta mnaelewana hata kuunda urafiki. Nakupa mfano mvuvi. Mvuvi anapoenda kuvua samaki, anaenda akijua kabisa anataka samaki wa namna gani kuwakamata. Kama anataka dagaa, hawezi kwenda na nyavu yenye matundu makubwa sana. Au akitaka kuwavua samaki wakubwa, hawezi kwenda na ndoana au ndoano, kwa sababu yeye anajua kabisa anachotaka anapokuwa amekwenda baharini au ziwani kufanya uvuvi. Nakupa mfano huu ili ukusaidie
kujikumbusha na kujua ya kwamba unapaswa kuhusiana na watu kimkakati, na ukiwa na lengo unataka watu wa namna gani. Sasa tatizo hapa ni kwa wengi watu hawajui wanataka nini kwenye maisha. Mtego mmoja wa samaki unaitwa inafanana na mtego mmoja wa samaki unaitwa kokoro. Yaani huu unakamata kila kitu, chura akiingia twende, samaki akiingia twende, yaani kila kitu makorokoro unanasa. Unataka kuwavutia watu wakuu, lazima ujue unataka nini maishani mwako na uanze kuishi hivyo. Kwa pendwa, natamani kuwa ni mtu mkuu, basi hakikisha unajiweka mazingira hayo. Kumbuka kuwa ukuu una sehemu na sehemu. Kuna wakuu wa Tanzania, toka nje ya nchi ni raia wa kawaida. Hivyo lazima ujue huwezi kuwa mkuu wa kila mtu. Utakuwa mkuu kwa watu fulani wa aina yako, na sio kazi yako kujilazimishia kwao wakuone mkuu. Hapana, thamani yako itaamua watu hao wakuoneje. Wewe boresha, ongeza thamani. Hakuna namna ambayo thamani itatupwa. Wewe ongeza thamani, hiyo ndio iwe kazi yako. Ongeza thamani. Ukiwa na thamani, basi utajikuta unaendelea kutanua mipaka yako ya ushawishi au mipaka yako ya ukuu. Unaweza ukapitia Mithali 23:7 sema kwamba mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Shaanza kujiona mkuu, wewe ni mkuu. Watu wakuu watavutwa na wewe. Kwanza kujiona ni mkuu, lakini vile vile hausiache kwanza kujenga hizi tabia za wakuu ambazo tunajifunza ili ziweze kukuletea matokeo sawa sawa. Sababu usiishie tu kujiambia na kujiona mkuu, lakini usifanye yale ambayo wakuu au watu wakuu huwa wanayafanya. Na unapoyafanya yale ambayo watu wakuu huwa wanayafanya, basi hiyo huwa itakusaidia kuanza kuwa na matokeo makubwa zaidi sawa sawa na wale watu wakuu wanavyoyapata katika kazi zao. Basi jifunze sana katika hilo, itakuwa imekusaidia. Ukuu wowote huwezi ukautenga na tabia. Ukuu wako unajengwa na tabia. Kinukuu Mithali 27:17 anasema chuma hunoa chuma, ndivyo mtu auonavyo uso wa rafiki yake. Kwa chuma hunoa chuma. Hakuna siku utaweza ukakinoa chuma na bua au na mti. Chuma unolewa na chuma kingine, na kinaponolewa na chuma kingine ndipo kinapata makali kwa sababu ya kule kunolewa. Rafiki yangu, kumbuka wote tulizaliwa na ukuu ndani yetu. Kama hutaboresha na kujitambua, utakuwa mtu wa kawaida kabisa. Si unajua kitu cha kawaida hakina thamani? Yaani chochote kinachoitwa cha kawaida basi ni hakina thamani. Lazima ujifunze kujitofautisha. Lazima ujifunze kusogea kwenye ngazi ya juu zaidi ya kuwa mtu mkuu. Vitu vya kawaida havina thamani. Danieli 6:3. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa wa maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Unaona, Danieli alipata nafasi hiyo kwa sababu hakupata nafasi hiyo kwa sababu tu alikuwa Myahudi, bali kwa sababu kwanza alikuwa na roho bora, excellent spirit. Ubora ni roho. Kwa huyu alikuwa na roho bora. Ana roho bora. Kila anachogusa, kila anachokifanya kinaleta matokeo ambayo ni bora. Tabia yake ilivutia na ikamfanya kuaminika. Hakuwa mzembe wala asiyepanga. Huyu mtu alikuwa anapanga mambo yake, alikuwa vile vile anaaminika kwa uaminifu anaofanya. Jambo lingine la kuzingatia ukitaka kuwavutia watu wakuu kuja maishani mwako, ni lazima uwe na tabia ya mtu atafutaye maarifa. Kuwa ni mtu atafutaye maarifa. Pendwa, mtu mwenye maarifa huongeza uwezo wake katika kila jambo. Haya siyo maneno yangu, ni Mithali 24:5. Mtu mwenye hekima ana nguvu, naam,
Mtu wa maarifa huongeza uwezo. Mtu wa maarifa huongeza uwezo. A wise man is strong. Yeah. A man of knowledge increases strength. Kwa mtu mwenye maarifa anaongeza uwezo, ana nguvu. Naona hapa tunajifunza hekima, lakini hekima ni nguvu na maarifa ndiyo huwezesha nguvu hiyo. Sasa nikupe maana kidogo ya hekima, ni kutendea kazi maarifa ulionayo. Kama una maarifa na utendei kazi, basi hauna hekima. Maarifa mazuri, unaweza kuwa na maarifa ya namna ya kuendesha gari, lakini kama huendeshi na haujawahi kuendesha, hujui kuendesha gari, japo unajua kila kitu kuhusu kuendesha gari kinadharia, lakini ujifunze, upokee maarifa na utendee kazi. Kumbuka, dawa ya ujinga ni kutafuta maarifa, na ukiyapata anza kuyatendea kazi. Ukiwa unajua na utendei kazi, unageuka kuwa mjuaji asiye na matokeo maishani. Kwa kama unataka kuwa mtu mkuu, unayojifunza yatendee kazi, ili usiwe mjuaji asiye na matokeo maishani mwake. Yes. Sasa mpendwa, dunia huwa inaheshimu watu wenye matokeo. Ili upate matokeo lazima utumie maarifa ulionayo, yazalishe hekima. Rafiki yangu, huko kwetu watu wakuu, maanisha sisi wakuu, ujikwezi, ila huo ndio unyenyekevu. Kwa sisi wakuu, kwetu maarifa ni muhimu sawa na damu katika mwili wa mtu, au sawa na pumzi. Ukikosa maarifa tayari uko gizani, na unatoka kwa watu wakuu unaanza kushuka kwa watu wa kawaida. Kwa maarifa ni msingi mkubwa wa kukufanya, kukusustain, kukushikilia, kubakia kwenye upande wa watu wakuu. Maarifa hayaji tu kichwani ukajikuta unajua. Hapa unalipa gharama, unajifunza sana. Wana wote unaoona wanafundisha pia ni wanafunzi wazuri. Maarifa sio bure, unagharamia pesa, wakati mwingine hata senti ya mwisho. Unachagua maarifa kuliko kufurahia chakula. Wewe unatafuta ufahamu. Mwandishi anatupa kisa kimoja, anasema, sitasahau siku moja nilikuwa na pesa kidogo sana, ambayo nilikuwa nimeifanyia kazi ngumu kuipata siku nzima. Baada ya kuipata, nikaingia mtandaoni, nikaona kitabu kinauzwa, kinaitwa Money Formula, kimeandikwa na mwandishi Joel Nanauka. Wakati huo kilikuwa kinatoka siku hiyo, na nilikuwa na pesa hiyo tu, na kitabu kilikuwa kinauzwa bei sawa na pesa niliyokuwa nayo wakati huo. Fikiria sana, na nikaona ni bora ninunue kitabu hicho na maarifa hayo kuliko kuitumia fedha au pesa kwa mambo mengine. Nilikisoma kitabu hicho kwa uaminifu, na nilijifunza mengi yaliyonifaa hata sasa. Maana kimeelezea mambo mengi msingi kuhusu fedha yasiyofundishwa mashuleni. Naona kwa hili ni jambo muhimu. Na Mithali 13:15 anasema wazi ya kwamba ufahamu mwema huleta upendeleo, bali njia ya haini uparuza. Naona naendelea sasa. Sasa mtu anaanza lawama na watu wakuu, hawanitaki, wanajidai, siwataki, hawahitaji. Kumbe kuna ufahamu. Neno limetusaidia kuwa ufahamu mwema huleta upendeleo. Unataka kupendelewa maishani? Tafuta ufahamu. Wala usihangaike kuweka chuki na watu wakuu waliokuzidi, haitakusaidia. Na kuna mithali anasema, kama itakugharimu yote ulionayo, basi tafuta ufahamu. Yaani kama unaweza kauza vitu vyote ulivyo navyo, alafu kapaswa kununua kitu kimoja, basi nunua ufahamu. Buy understanding. Nunua maarifa, nunua hekima. Kuwa na hiyo itakusaidia kupata vingine vyote ambavyo unavitamani. Nataka kuwa mtu mkuu, zingatia kanuni hii. Jambo lingine muhimu, ukitaka kuwavutia watu wakuu kuja maishani mwako, anza kufanya kama wanavyofanya,
kupatikana maeneo wanayopatikana. Kwa jifunze, watu wakuu hawapatikani kila mahali. Kuhakikisha unapatikana kwenye maeneo wanayopatikana, lakini vile vile unafanya yale wanayofanya. Kuna michezo ukisikia kama golf, badminton, iko mingi. Ni michezo ambayo sio kila mtu anacheza, mtu wa kawaida. Kwa watu wanacheza chess. Yaani ni michezo fulani ambayo sio kila mmoja tu mtu anafanya. Hapana, kuta watu wakuu wanakaa, wanajifunza, wanajua kucheza. Watu wenye hadhi zao unawakuta ndio wanacheza michezo hiyo. Sasa ukitaka kuwa kama wao, nawe unajifunza namna wanaofanya, namna ya kuishi kama wao wanataka katika maisha yao. Kama wao wanataka maisha yao, nawe unaanza kuishi kama wao. Tumesema kumbuka, you attract self. Unaanza wewe kuwa kama yule, unaanza kuwa yule unayemtaka. Ukianza wewe mwenyewe kuwa yule unayemtaka, basi inakuwa rahisi sana kufikia lengo la kuwafikia watu wakuu. Unajua kabisa unawataka huwa wanacheza golf. Wewe unataka kucheza michezo ya kubahatisha. Utakutana na wabahatishaji wabahatishaji wenzako. Kwa kuna mahali unapokuwepo tu maeneo hayo, kuna namna unafikiri tofauti. Kwa kuna maeneo ukikaa, lazima unajikuta unaanza kufikiri tofauti. Lazima uanze kujijengea tabia walizonazo watu wakuu. Mfano, unasafiri kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kujifunza. Sasa rafiki yangu, kusafiri kama sio msiba, basi kuna sherehe. Badilika. Watu wakuu hatu hivyo. Yaani mtu eneo kuna vivutio vya utalii, watu wanalipia nauli na gharama kubwa kuja kuona na kujifunza. Wewe hujawahi kwenda kwenye kivutio chochote cha utalii, hata vilivyopo mkoani kwenu au maeneo unayoishi. Hii sio sawa. Watu wakuu tunachukua hatua ya kulipia gharama ya kujifunza. Unalipia semina, unanunua vitabu na unajiongezea maarifa. Lakini jifunze kupatikana maeneo watu wakuu wanapokuwepo. Kuna wakati unaenda maktaba, unapanda ndege kwenda mahali pengine. Hata kama gharama za kupanda basi au gari ni nafuu, ila unapanda ndege. Kuna wakati unabadili mtazamo, unakuwa kama watu wakuu unaowataka. Unavaa kama wao, unasikiliza vitu wanavyosikiliza, unakula vitu wanavyokula, unavaa kama wao na kadhalika. Hapa unakuta unapata watu wa aina yako. Kumbuka, watu pekee usioweza kuwabadili ni ndugu zako wa damu. Lakini marafiki tunawabadili na tunatengeneza urafiki kufuatana na hatua tulionayo. Usitaki kuwa na marafiki sababu mlikuwa pamoja kijijini, basi muendelee hivyo tu. Stories zenu wakati wote ni unakumbuka zamani. Maisha yanaenda mbele, hayarudi nyuma. Mambo ya kukumbuka zamani wakati wote hayana msaada. Unabadili marafiki na unakuwa na watu unaowataka, unasonga mbele. Wale wa zamani inabakia kuwa mnafahamiana, ila sio marafiki, labda mkiwa mmeamua kuwa na mtazamo wa kusonga mbele pamoja. Mwandishi hapa anaweka picha yake kidogo alipokuwa ametembelea makumbusho ya biashara ya utumwa yaliyoko huko Bagamoyo, Pwani, the Caravan Ferry, sehemu ya utalii wa ndani, akifanya utalii hapo. Picha yake iko hapa kwenye kitabu chake. Anatuonyesha kwa vitendo kwamba ametembelea eneo hilo na amejifunza mambo mengi, na imekuwa kawaida yake kufanya hivyo na kutembelea vivutio mbalimbali ambavyo vipo karibu na yeye. Lakini tabia 4 kuu za kuvutia watu wakuu. Tabia 4 kuu za kuwavutia watu wakuu maishani mwako. Ya kwanza ni uaminifu. Watu wakuu huchukia hila na udanganyifu. Ukiwa mwaminifu, wanakuheshimu, wanajenga watu wanakuheshimu ukiwa mwaminifu, lakini vile unajenga sifa ya kuaminika. Lakini vile vile unaepuka mashaka yanayokufungia milango. Mstari 11:3, kamilifu wao wenye haki utawaongoza, bali ukaidi wao wenye fitina utawaangamiza. Upright of blameless guide them. Yaani unyoofu ukiwa unyooke. Na hii ndio jambo zuri, unakuwa mwaminifu. Sema kitu
unafanya. Unakuwa sio mbabaishaji, kusema kitu unaleta kitu hicho ambacho umeahidi kuwa kitaletwa. Lakini jambo la pili ni nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kufanya kinachotakiwa kufanyika hata kama hujisikii kukifanya kwa wakati huo. Mfano, Danieli na wenzake walikataa kula chakula cha kifalme kisichompendeza Mungu, hata kama kilikuwa ni kizuri na kuvutia, kingewatia unajisi wao. Walipoona hilo, waliona ni heri kula mtama na maji. Hii ni kanuni ya watu wakuu. Nidhamu inaleta heshima. Heshima huvutia kufunguliwa milango mikubwa. Kwa mtu mwenye nidhamu anawavuta watu wakuu. Nidhamu yake inamletea heshima, na ile heshima inavuta milango mikubwa kufunguka kwa ajili yake. Hili ni jambo muhimu sana. Kwa lazima uwe na nidhamu ukitaka kuwavuta watu wakuu kwenye maisha yako. Na nidhamu inajumuisha mambo mengi. Unapokuwa umewapata watu wakuu, waheshimu. Sio mtu wa kuzungumza kila kitu. Hata kama na mawazo mazuri, hakikisha unakuza uwezo wako wa kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza au kuliko kuongea. Yaani sikiliza na kuonyesha unasikiliza. Onyesha ushirikiano, uliza maswali, kutaka ufafanuzi, kuonyesha uzingativu kwa namna unaitikia na kadhalika. Yaani unaongea na mtu mkuu alafu unachati na simu, sio heshima. Hiyo ni dharau. Unaona hawa watu wanafanya haya mambo, au mtu mkuu amekupa muda wake, basi amekuheshimu. Kuhakikisha na wewe unarudisha heshima ile, unazingatia, onyesha heshima. Sikiliza kwa makini. Kuwa na notebook, unaweza kuwa unaandika dondoo kadhaa ya kuzingatia mambo mnayoyazungumza. Lakini nidhamu nyingine unayohitaji unapokuwa na watu wakuu, hakikisha unajikita kujadili mada, sio kuonyesha nawe kuwa unafanya nini. Kwa watu wengi wanaingia kwenye mtego mbaya, wanakutana na watu wakuu au waliowazidi, wanajikuta kila mara na wanataka kuonyesha nini wanachokifanya. Lakini jambo kubwa, unapokutana na watu wakuu, wewe sikiliza zaidi na sio kutaka kuonyesha achievement zako kwao, kwa sababu wao wana nafasi zao zingine pia. Wewe wasikilize, waulize maswali, alafu andika dondoo. Kumbuka, maswali yako yanavuta kupokea hekima kutoka kwa watu wakuu hao ambao unaambatana nao. Bila kuuliza maswali, utakosa mambo mengi yatakayoweza kuwasaidia au yatakayokusaidia kwenda mbali. Nidhamu pia ya maisha yako. Hakikisha ukiambiwa labda muda fulani, zingatia. Watu wakuu si wapoteza muda. Wenyewe wanakwenda na muda, wanaheshimu muda. Kuhakikisha na wewe unaanza kuishi maisha ya namna hiyo. Ukisema saa 4 kamili, unafika saa 3:55 umefika eneo la tukio, ili kutimiza hiyo miadi au hiyo appointment ambayo mnakuwa mmeipanga kuweko mahali hapo. Usiwe kama watu wabaya, au watu sio kama watu wanaojiita chawa. Hawa ni watu wanasifia kila ujinga, wanasifia kila kitu ili kupata fedha za watu wakuu. Watu wakuu hawawezi kuzungumza na watu wenye njaa hivyo, mambo ya msingi. Naona so ukiwa mbele ya watu wakuu, zuilia moyo wako kutaka kusema shida zako. Unachopaswa ni kuonyesha thamani yako tu. Onyesha ya kuwa unaweza kuwa msaada ukiaminiwa kufanya jambo fulani. Omba hata wazo, labda kutokana na hali unayopitia unaweza kupokea msaada, ila sio kutaka unajilazimisha. Unaeleza na kulialia shida. Watoto wa mjini wanasema, unapopata nafasi ya kuzungumza appointment na watu wakuu, sipende kwanza kujilizaliza na kuongea mambo ambayo yanaonyesha shida zako, nataka fedha na nini na nini. Wewe simama zaidi kwenye kutaka angalau ideas, ushauri, namna ya kutoka. Jifunze hapo, lakini usitake sana kutaka kuonyesha njaa ambayo unakuwa unafanya kama wanavyofanya hao watu tuliowasema hapo juu, ambao kwa maarufu kama sasa wanaitwa machawa, watu ambao wanawasifia mabosi ili wapate fedha. Tunakuwa mjanja kama ukiweza, hata kama unacho kidogo. Kunjua moyo unapomwendea mtu mkuu au watu wakuu, wapelekea zawadi. Kumbuka Malkia wa Sheba alipomwendea Sulemani, alijua alichofanya. Alijua ana mali nyingi, lakini pia alimbebea zawadi. Sasa
Wewe endelea kusema siwezi kuchota maji kisimani na kumwaga baharini, utabakia na watu wa kawaida siku zote. Kwa ukitaka kuwa mtu mkuu, chota hata kisimani, peleka huko kwenye bahari, na wewe unakwenda kule kwenye bahari unakotaka kwenda. Watu wakuu usiwaone mikono mitupu unapokuwa unataka kuenda kuwaendea. Kuwa mjanja, kama ukiweza, hata kama unacho kidogo, kwa moyo fanya hivyo. Zawadi yako ni wewe, inakuwakilisha uwepo wako. Ukimpa mtu zawadi hata ya diary, atakuwa kila akiitumia anakumbuka. Hii ndiyo tunasema unatengeneza marafiki kimkakati. Watu wakuu hawapatikani hovyo, wathamini. Kuelewa mahusiano na watu ni muhimu. Kujua kuwa mahusiano na watu yako katika ngazi tatu, yaani watu ambao wako juu yako na watu ambao wewe unajifunza kwao. Hawa ni watu wanaweza wasiwe na lolote la kujifunza kwako, wala usiumie. Kuna watu mlio sawa, yaani kuna watu walio juu yako, kuna watu mlio sawa, lakini kuna watu walio chini yako. Na hawa kwa kawaida ni mnazungumza ambao mko sawa, mtazungumza wote mambo ambayo mnaelekeana, ambao mnaenda uelekeo mmoja. Lakini watu wa chini yako watategemea wewe watie moyo ili waje juu, kwa sababu hapo ulipo wengine wanatamani wawe kama wewe. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana kujua hii siri ya mahusiano. Kwa dunia hii Mungu amewapa wanadamu. Ukitaka fedha ziko mikononi mwa wanadamu wenzako, hivyo jifunze kuwatendea kwa busara. Jifunze kuwajali watu. Jifunze kuwajali watu. Soma Luka 18:1 hadi 8. Huyu mtu inazungumziwa kwa habari ya kadhi ambaye alikuwa hamchi Mungu wala alikuwa hajali watu, lakini akisumbuliwa na mjane mmoja mpaka akampa haki yake. Kwa ukiwatendea watu kwa busara, watakupenda, watakutiwa na wewe, na watakuwa karibu na wewe, kwa sababu baraka zote na vitu vyote ambavyo unaviona duniani viko mikononi mwa watu. Kila kitu kina watu wanakimiliki. Jambo lingine ni staha na heshima. Staha na heshima, hii ni tabia ya tatu. Heshima ni lugha inayoweza inaweza kufungua mioyo ya watu bila kulazimisha. Jifunze kusikiliza kabla ya kuzungumza. Usivunje heshima hata unapokataa ombi fulani. Mvunjie mtu heshima hata kama kuna ombi hukubaliani naye. Kubaliana hata kutokukubaliana, lakini usimvunjie mtu heshima kwa ajili ya kitu ambacho unakiona kina tofautiana. Tofauti kati ya heshima na unafiki, watu wakuu wanatambua tofauti hiyo haraka sana. Mtu mnafiki ni mtu ambaye hata kitu kibaya yeye anakubali tu, anaunga mkono tu, lakini hata kama riziki afurahishwi, yeye anakuwa muongo tu, anakuwa anafanya, hawezi kusimamia ukweli wake. Watu wakuu wanathamini sana ile thamani ya huyu mtu, wanaweza kujisimamia. Hiyo ukiwa nayo inakupa nafasi kubwa kwenye mioyo yao. Na uwezo wa kutatua shida, hili ni jambo lingine muhimu sana. Kama utakuwa na uwezo wa kutatua shida, watu wakuu wanapenda sana kuwa na watu ambao wana masuluhisho. Jifunze kutafuta majibu badala ya kulalamika. Watu wakuu wanapozungumza, jifunze na wewe kufikiria solution. Be solution oriented. Kuwa mtu wa kutafuta masuluhisho. Kuwa ni mtu ambaye unataka kuona majawabu yanapatikana. Usiwe mtu ambaye wewe ni wa kulalamika kila siku. Utajikuta unaweza kuwapoteza watu wakuu kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine, kila changamoto ina nafasi ya kukuonyesha thamani yako. Kwa kila kunapokuwa kuna changamoto na wewe ukapata namna ya kuitatua, na kupitia hizo changamoto ndipo ambapo thamani yako inaweza pia ikaonekana. Kwa hiyo ni fursa za kuonyesha thamani yako kwa kuwa na mtazamo chanya, ili uweze kutatua shida mbalimbali. Watu wakuu wanapokushirikisha shida zao, kuwa na mtazamo chanya. Tazamo ni jumla ya mtu anavyoyaona mambo. Huu unatokana na ufahamu alionao mtu kuhusu mambo mbalimbali, na ameyafanya kwa kurudia, amejengeka kwa kiwango ambacho kumfanya aanze kuona mambo kwa namna fulani. Ukiwa mtu hasi na mkatishaji tamaa, hakika sahau kukaa na watu wakuu. Utabakia
mavumbini na jayani huko. Mtazamo wako unaweza kukutenga kabisa na watu wa kawaida na kukufanya kuwa mtu bora. Kuna kitu kinaitwa scarcity law. Yaani maskini wote au watu wote wa kawaida wanaamini kila kitu kipo kwa kiwango kidogo, lazima tupambane au tung'ang'ane ndipo tupate. Watu wakuu wanaamini fursa ni nyingi na wanaweza kuzalisha fursa zaidi. Mtazamo huu wa utere na wingi ulikuwa nao hata Ibrahim, hata Isaka kijana baba yake. Huyu kijana baba yake Ibrahim alichimba visima, watu wa nchi wakavifukia. Hakuanza kulalamika, akachimba na kufukua kisima cha kwanza, wakakigombania, akawaachia. Akachimba kisima cha pili, wakagombania, akawaachia. Akafukua cha tatu, hawakukigombania, akasema hii ni Rehoboth. Yaani Mungu ametufanyia nafasi. Kusoma kitabu cha Mwanzo utaona hii. Pesa unazoona wewe ni haba, kuna watu wanazo nyingi sana. Kila saa unapaswa kuongeza maarifa namna ya kuzipata hizo fedha kwa urahisi. Tabia bora hujengwa kwa muendelezo wa maamuzi sahihi kila siku na si kwa bahati. Kila siku chagua kufanya kilicho sahihi hata kama ni kidogo, kwa sababu mambo madogo hujipanga kuwa sifa kubwa. Mfano halisi wa maisha. Kuna kijana aliyekuwa mfanyakazi wa hoteli ndogo, lakini alikuwa na uaminifu, usafi na heshima kwa kila mteja. Mteja mmoja ambaye alikuwa na dalili za kuwa mtu mashuhuri alimpenda kwa huduma yake. Baada ya muda mteja huyo alimwalika kufanya kazi kwenye hoteli yake kubwa na ya kifahari ya nyota 5, ikawa mwanzo wa maisha mapya. Naona kwa ni vema sana kujifunza heshima kwa kila mtu ambaye anakuja kuhudumiwa na wewe kwenye jambo ulilonalo. Kwa tambua tabia 3 nzuri ulizonazo tayari, zikuze zaidi ili uendelee kupata matokeo. Lakini andika tabia 3 unazotaka kuondoa. Anza na moja leo. Tafuta changamoto moja mahali ulipo, ulete suluhisho badala ya lawama. Anza kufikiria kuleta suluhisho. Lakini katika sura ya 3, kanuni ya mlango wa kusogea karibu na watu wakuu, the gate principle for assessing great people. Kila jengo lina mlango na kila mlango una ulinzi. Vivyo hivyo, kila mtu mkuu ambaye ungependa kumkaribia ana mfumo wa ulinzi unaomchunga. Huenda isiwe walinzi wa bunduki, bali ni ratiba zake, maadili yake, wasaidizi wake na mzunguko wa marafiki zake wa karibu. Ili kusogea karibu na watu wakuu, huna budi kuelewa kanuni ya mlango na jinsi ya kupata ufunguo sahihi. Andiko la msingi unaweza ukajifunza zaidi hapo. Na jambo muhimu, tambua mlango. Kuelewa ni nani au nini kinachokupa kuwafikia. Angalia mlango, sababu ambayo inaweza kukufanya ukawafikia hao watu wakuu. Kaa chini, tafakari, angalia. Lakini jambo la pili, jenga uaminifu. Kila mlango unafunguliwa na funguo ya imani. Kila mlango unataka kufungua, basi wewe kuwa mwaminifu na baadaye kuwa na imani. Utaanza kuona matokeo ya kile kitu ambacho unatamani kukiona kwenye maisha yako. Lakini kuzungumza kwa hekima, maneno yako yanaweza kufungua mlango kuelekea watu wakuu, au yanaweza kukufungia mlango kuelekea watu wakuu. Mfano, soma Nehemia na mfalme Artashasta. Katika kitabu cha Nehemia utaona habari hizo. Nehemia kuwa ndugu wa mfalme wa kifamilia, lakini mfanyakazi tu na mnyweshaji wa mfalme. Alimpa mlango wa kipekee. Alijua muda wa kuzungumza, na alipopewa nafasi aliongea kwa heshima na wazi kuhusu hitaji la kurejesha mji wa Yerusalemu. Hii ilimfungulia msaada wa kifedha. Naona msaada wa kifedha
na wa kifalme kufanya kazi ile iliyokuwa inampa huzuni. Mfano wa maisha halisi. Katika ulimwengu wa biashara, mtu anaweza kutamani kuonana na mwekezaji maarufu. Mara nyingi si rahisi kuingia moja kwa moja kwenye ofisi yake, lakini labda rafiki yako ni mfanyakazi wake, au unahudhuria hafla ambazo yeye pia huhudhuria. Kuelewa mlango unaoweza kukuletea urahisi wa kumfikia, unaweza kuharakisha safari yako ya kuvuta watu wakuu. Usijaribu kuvunja mlango, tafuta ufunguo wa hekima na uaminifu. Kwa usijaribu kulazimisha kutaka kuwafikia watu wakuu kwa nguvu, utakwama. Wewe tafuta mlango alafu waendee. Katika milango hiyo unaweza ukajua namna ya kuwafikia na kuwapata. Lakini jambo lingine muhimu, ongeza thamani maishani mwako. Ongeza thamani, basi inakuwa rahisi sana kuwafikia watu wakuu. Jambo lingine la kujua ambalo nimejifunza katika kuambatana na watu wakuu ni kuwa ukitaka kuwa na watu wakuu, ukaanza kupata watu wa aina yako, hakikisha unawatambulisha pia kwa watu wako wengine ambao ni wakuu. Utakuta nawe unatambulishwa kwa wakuu wengine, mwishowe unajikuta umezungukwa na watu wakuu kila upande. Kila mtu anao utajiri wa watu wa aina yake nyuma yake. Kwa kila unayemuona ana watu fulani wa namna yake ambao wanaweza kumuelewa, ambao wanaweza kumsikiliza, ambao ukiwa na hoja wanaweza wakakusikiliza. Kwa ukiwa na ukaribu na unaweza ukajikuta ukitambulisha huyu kwa mkuu huyu ulionao wewe, na yeye atatambulisha kwa mkuu alionao wewe. Mwisho ukiendelea utajikuta kwa kati ya watu wakuu. Kila upande una watu wakuu ambao wako kwenye maisha yako. Angalizo, ukitambulishwa kwa mtu mkuu mwingine, usitumie nafasi hiyo ukajifanya wewe unamjua zaidi kuliko yule aliyekutambulisha, au hata kuanza kusema vibaya kwa mtu aliyekutambulisha. Utajikuta unatengwa na watu wakuu. Wengine wanapotaka kupiga picha na wakuu, wakipata nafasi, wewe uliza maswali. Hata usipopata picha, sio muhimu sana kama kupokea hekima. Kila mtu aliyeko juu, kuna kanuni zimemfikisha na kumweka hapo. Ukiuliza utaambiwa na utajua. Ukitendea kazi nawe zitakusaidia. Unajua kuwa ukitembea na watu wenye hekima, nawe unakuwa na hekima. Nenda pamoja na wenye hekima, Mithali 13:20, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Yako mengi sana ambayo ningeweza kusema na wewe kuhusu kuwavuta watu wakuu maishani. Kuomba ujue kuwa mioyo ya watu iko mikononi mwa Mungu. Hivyo usiache kuwaombea watu wakuu na utamani waje maishani mwako. Maombi ni sumaku ya kunasa mioyo ya watu. Unayemuombea unamvuta kuja karibu yako maishani. Hivyo waombee. Upata kibali moyoni mwao, basi utapata mengi kutoka kwao. Kwa jifunze kuwaombea watu unaowatamani, watu unaotaka waje, watu wa namna hiyo na wahitaji kwenye maisha yako, waombee. Siri ya kuzidi kuwa na thamani. Secret for increasing your value. Je, unamuona mtu mwenye hodari katika kazi yake, au mtu mwenye thamani, mtu mkuu, mtu mwenye kipawa fulani? Nasema huyu usimama, mtu mwenye bidii. Huyu mtu hodari, mtu mwenye bidii, anasema atasimama mbele ya watu wenye cheo, hatasimama mbele ya watu wa kawaida. Kwa mtu mkuu yoyote anasimama hivyo. Kwa kuzidi kuwa na thamani ni mchakato wa kutengeneza kila siku. Kuna mambo matatu ya msingi: ujuzi, tabia na uhusiano. Ujuzi, kile unachoweza fanya vizuri. Fanya vizuri kinaweza kukuweka mezani pa wakuu. Lakini pili, tabia, heshima, uaminifu, nidhamu, kujenga jina lako. Lakini jambo la tatu, uhusiano. Kujua jinsi ya kushirikiana na watu huongeza nafasi zako kuelekea ukuu.
Katika sekta ya kazi, mfanyakazi anayejifunza ujuzi mpya mara kwa mara huwa chaguo la kwanza kupandishwa cheo na kupewa miradi mikubwa. Wengine huendelea kulalamika juu ya mishahara, lakini hawafanyi juhudi kuongeza thamani yao kwenye soko. Kuongeza thamani kwenye soko, utajikuta unapata fursa mpya. Kiwango cha fursa unazozipata kinaendana na kiwango cha thamani unachoongeza kila siku. Kwa leo jiulize, ni ujuzi gani mpya unaweza kujifunza ndani ya miezi 3 ijayo? Tabia gani unahitaji kuacha ili kuongeza thamani yako? Jiulize maswali. Ni mtu gani unaweza kumkaribia ili akusaidie kukuza kipawa chako? Kama yupo, mkaribie, jifunze. Kuwa chini yake, jifunze mambo mbalimbali. Nguvu ya kuwa mtu wa masuluhisho. Hii itakusaidia uwe bora zaidi na ufike mbali zaidi. Lakini mtu mmoja miongoni mwao aitwa Danieli, ambaye Mungu wa miungu alikuwa na roho ya bora ndani yake, akapatikana mwenye akili na ufahamu ya kutatua matatizo. Danieli 5:12. Kwa mtu wa masuluhisho anahitaji mambo makuu matatu. Kwanza, kusikiliza kwa makini ili ajue tatizo la kweli. Lazima ujifunze kusikiliza zaidi ya kusikia. Lakini 2, uelewa wa kina. Suluhisho bora kutokana na uelewa mzizi wa tatizo na si dalili zake. 3, ujasiri wa kuchukua hatua. Wengine wana mawazo mazuri, lakini wachache wana ujasiri wa kuyatatua. Hii ni jambo muhimu kufahamu unapotaka kuwa kwenye nafasi ya kutembea na watu wakuu. Lakini jambo lingine ambalo tunasaidia kumalizia, basi jifunze kutembea na maono yanayovuka vizazi. Ili uweze kuwavuta watu wakuu maishani mwako, sio na maono madogo. Kuwa na maono yatakayokuvuka wewe, maono yanayowaza vizazi, yanayowaza maisha baada yako. Siishie tu kuwa na mipango ya siku chache, mwaka mmoja. Hapana, kuwa na mipango ya muda mrefu. Kuna mtu aliwahi kusema, ukiwa na mpango wa mwaka mmoja, basi panda mpunga au panda mahindi. Lakini ukiwa na maono ya muda mrefu, panda mti. Ukiwa na maono ya muda mfupi, panda mahindi. Baada ya muda huo yatakuwa yamekomana, yamevunwa. Lakini ukiwa na maono ya muda mrefu, basi panda mti. Fanya hivyo, itakusaidia sana kufikia malengo ambayo ulikuwa unatamani kuwa nayo. Lakini jambo lingine, unapaswa kujua kwa nini umezaliwa. Hili ni jambo ambalo ni muhimu sana. Ukilitambua na kulifahamu, itakupa nafasi ya kwenda mbali. Kufikiria zaidi ya maisha yako binafsi. Andaa warithi. Hakuna maono ya kudumu bila kuenda vizazi na vizazi vinavyofuata. Angalia kina Abraham, angalia namna Biblia inavyotufundisha, na tunaona watu ambao walitangulia namna walivyokuwa wakifanya kwa ubora zaidi na zaidi. Lakini jambo la kumalizia ambalo mwandishi amezungumza mambo mengi katika kitabu hiki, unaweza ukakitafuta ili ujifunze zaidi. Tuangalie mambo haya, ujiepushe nayo ukitaka kuwavuta watu wakuu kuja maishani mwako. Tabia ya kwanza ni tabia mbaya za kila namna. Jiepushe nayo. Dhambi, uzinzi, ulevi, matumizi ya madawa, mengi yote ambayo yasiyofaa, jitenge nayo. Haya yatakufanya uanze kuwavuta watu wakuu kuja maishani mwako. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu kujiepusha nalo ili watu wakuu wavutiwe maishani mwako, jiepushe na tabia ya maneno mengi. Mithali 10:19 anasema, katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na uovu. Tumepewa masikio mawili, tumepewa mdomo mmoja ili tusikie zaidi, tuongee kidogo. Jiepushe kuwa ni mtu wa maneno mengi. Lakini jambo la tatu, kutokuwa mwaminifu. Yaani katika kila kitu ukikosa uaminifu, basi sahau. Watu wakuu kuja kwako, uaminifu ndio nguzo ya kukufanya watu wakuu wavutiwe na wewe. Yaani hata wasipokuwepo, hata wasipokutazama, jambo linafanyika
vile vile lilivyopaswa kufanyika. Lakini jambo lingine ambalo ni muhimu kulifahamu ni kuepuka dharau na uvivu. Kuepuka dharau na uvivu, hii litakufanya uwe sogea katika nafasi ya watu wakuu. Jambo lingine, jiepushe nalo ni malalamiko na kutokuwajibika. Epuka malalamiko na kutowajibika. Kila mara unapotaka watu wakuu wajibika, chukua hatua, be honest, wajibika. Na kufanya hivyo utajikuta unazidi kuwa mtu mkuu. Basi mpaka hapa mimi sina la ziada. Mwandishi wetu ameandika haya, lakini yako mengi zaidi kwenye kitabu hiki. Kitafute nakala yako, jifunze na utajipatia maarifa. Usiache kuendelea kufuatilia chaneli yetu hii Vitabu na Uchambuzi kwa ajili ya kuendelea kujipatia maarifa kemkem ya kukuwezesha kuwa bora na kuwa imara. Barikiwe na karibu tena kwenye chaneli yetu hii Vitabu na Uchambuzi. Subscribe hapo, lakini vile vile usiache kushare na kuwafanya watu wengine ambao unawafahamu na wanapenda maarifa waendelee kuja na kujifunza hapa ili kujipatia mambo yatakayowavusha na kuwapa hatua zaidi. Asante na karibu tena. Bye bye.